mto kwa miaka karibu 10 tunateseka sana na mafuriko. Kila kipindi kikifika cha mwezi wa 3 na wa 4 mpaka wa 6 sisi huwa tunafikiria mahali pa kukaa. Sababu maji yanasambaa kwenye manyumba, yanasambaa kwenye mashamba. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa uongozi wa bonde kwa hicho walichokifanya. Tunaamini kwa sasa tutapunguza katika 100% za kuteseka kwa mafuriko. Tumeshaenda katika 80% au 70%. Mafuriko yanayotutesa hapa sio mvua zinazonyesha hapa. Mvua zinazonyesha milimani. Huu mto unajaa maji. Kama unavyoona sasa hivi umezibuliwa kidogo, maji yatatembea. Maji yalikuwa yakija anasambaa sehemu zote. Kuanzia darajani pale juu, huu kanda wote unaoona huu na huku. Hamna mahali unaweza kukanyaga. Kote ni maji. Na hasara nyingine tunayopata inabidi tubadilishe taratibu ya mashamba. Tulikuwa tukivuna mahindi ya vuli, sasa hivi tunayovuna tuoteshe mingine tutakaovuna mwezi wa 6 tutembee na kiangazi. Tumeipata kwa miaka hata 30. Tunateseka na mafuriko ni miaka mingi. Tangia wanangu wanasoma, sasa nina wajukuu ambao wako sekondari. Bado mafuriko yanatutesa. Kwa hiyo tunashukuru kwa hili mlilolifanya. Watoto wataenda shule kwa raha na sisi tutavuka kwa raha, tukienda sokoni wazazi hawatateseka, watajifungua salama. Wakati wa mafuriko utakuta wanaume labda wanajipanga, vijana watafute kitu ambacho kitengenezwa wabebwe juu juu, wavuruge maji mpaka wafike mahali ambayo sehemu iko juu juu. Kwa hiyo ni wengi waliumia na unakuta watoto wanakufa kwa sababu mpaka mtu mjamzito afikishwe hospitalini ni kazi. Kulikuwa kuna changamoto ya mafuriko sana. Kwa hiyo tulikuwa tunapata changamoto ya kuvukisha watoto kwenda shule, na pia tulikuwa tunafanya biashara kwenye kijiji cha Sangeni, mtaa wa Kahe sokoni. Kwa hiyo tulikuwa hata kwenye biashara hizi za kufanya sokoni tulikuwa tunapata shida kuvuka kupeleka biashara upande huo. Kwa hiyo kwa kudabuliwa kwa mto huu nadhani mambo mengi yatakuwa yamefanyika. Tutaenda sokoni. Wengine hata tulikuwa tunaogopa kubeba mimba kwa sababu hamna mahali pa kupita kwenda hospitalini, kwenda kliniki. Hata mtu akiugua inakuwa changamoto kumvusha hapa. Maana kutoka pale kuanzia pale kushuka mpaka hadi kufika Sangeni ilikuwa ni changamoto. Kwa hiyo kwa kudabuliwa hivi nadhani hata watoto wetu wataenda shule kwa vizuri, na hata tutaenda sokoni kufanya biashara zetu, na pia hata kama ni mimba tutabeba kwa raha sasa. Makorongo yote ya barabara ya lami, makorongo yote ya kwenye manyumba ya watu waliojenga juu ndio haswa yanaelekeza udongo huku, kwa sababu ukiangalia udongo naona ni udongo mwekundu. Huku sio udongo mwekundu, ni udongo magadi na chumvi. Lakini udongo wote unatoka milimani. Kwa binadamu ni kidogo sana. Kwa mfano angalia eneo kama hili hawajalima, lakini limejifukia. Unaona Kwa hiyo changamoto kubwa kabisa ni makorongo yote yameelekezwa mto Dehu. Ndio chanzo kikubwa kabisa kilichosababisha huu mto kujaa. Na maji, udongo mto unapoota magugu kama haya, lazima udongo nao unafanya nini? Unapanda juu. Tangu mto huu umeumbwa hapajawahi kufanywa kazi kama hii. Kwa hiyo kuja kwa udongo kuna vitu vitatu. Binadamu kwa huko milimani kwenye mito, ujenzi wa nyumba, makorongo kuelekezwa kwenye mto huu. Ndio chanzo kikubwa. Mimi naweza kusema ndio chanzo kikubwa kabisa. Kwa mfano, wakati wa mafuriko, eneo hili huwezi pita. Wala hapo uliko simama wewe maji yanapita juu yako. Wewe udongo wote unakuwa umehamia wapi? Umehamia huko. Yaani nashindwa hata kutoa shukrani kwa bonde, kwa sababu hatukutegemea kwanza. Viongozi wengi walishawahi kuongea tutadabua mto Dehu, lakini safari hii mimi nitoe shukrani sana kwa mkurugenzi wa bonde. Kijiji cha Sangeni na shughuli ambayo tunatekeleza hapa kama bodi ya maji bonde la Pangani ni shughuli ya udabuaji. Hii shughuli tunaifanya kulingana na mto kujifukia na kupoteza kina. Kwa hiyo jukumu la bodi ya maji bonde la Pangani ni kufukua mto, kuongeza kina cha mto, na vile vile pia tunaweka tuta ili kupunguza zile athari za mafuriko. Kwa sababu mto Dehu pia kiuhalisia ulikuwa umepoteza kina chake, na vile vile ulikuwa umehama kutoka asili yake. Jukumu la kwanza pia tumetoa elimu kwa wananchi wa Sangeni ili kusudi wajue kwamba ni namna gani ya kuweza kuishi karibu na mto, na vile vile pia tumeweza kuelimisha wakulima ambao wako karibu na mto huu ili kusudi waweze kuishi karibu na mto katika hali ambayo inatakiwa, hususani kupanda miti
Na vilevile pia tumeelimisha kwamba wananchi kwamba utupaji taka ndani ya vyanzo haitakiwi na hauhitajiki. Hivyo bodi ya maji bonde la Pangani pia jukumu letu kusimamia rasilimali maji zinatumika vizuri, pamoja pia na kulinda mto wetu ule katika mazingira mazuri.